Mimi ndo mwenyekiti wa hiki kijiji. Basi mwenyewe anajua. Lazima kila mtu anaingia hapa lazima atoe kodi. Fanyeni haraka. Mwenyekiti wa kijiji yo, napoteza watu bila hatia. Kijana kidato cha 6 amepoteza matumaini. Lazima. Kweli. Lazima kabisa. Wewe mwenyekiti. Yaani haiwezekani. Aswa? Hebu subiri kidogo basi. Kata basi simu yako. Nitakupigia sasa hivi. Kwa nyie vipi? Mbona makelele sana huko hata nyinyi nilikuwa nasikia tu. Haiwezekani nini sasa? Panda hicho ndo salamu. Nyie ndio mliokuja hapa. Kwa mwanzo na salamu. Mambo jambo. Kwema tu. Msemeni shida yenu. Haya. Nawasikiliza. Asa mwenyekiti. Sisi tumekuja. Tumekuja kukuambia ya kwamba kuna kijana alikuja pale nyumbani kwetu. Akaja akachumbia. Alikuja akachumbia nini? Sikuseme haraka sasa ndio nikuelewa. Alikuja akachumbia mtoto wetu. Sawa? Alafu baada ya kuchumbia tukaelewana. Mkaelewanaje sasa? Hicho kiongea pale. Tulielewana kwamba mahali inatakiwa watoe ng'ombe hao 4 kila baada ya miezi 3. Miezi 3. Ya. Na tukakubaliana kwamba wamchukue binti kabla ya mahali. Tukakubaliana kwamba kweli mke wangu kweli wamchukue mtoto kabla ya mahali. Lakini miezi 3 ikapita. Na tena miezi 2 tena imepita. Ndio. Hajatoa. Tumechoka kuvumilia. Tumeamua kukuletea wewe utusaidie mwenyekiti. Kweli. Hapa ni kwa mwenyekiti imefika. Na kuhusu swala lenu. Mimi ningependa kwanza kuuliza swali moja. Sawa? Uliza mwenyekiti, uliza. Sasa nyie wakati mnakubaliana hiyo mahali. Ipite miezi 3 ndio mpeane. Mimi nilikuwepo. Sawa, haukuwepo. Lakini wewe ni mwenyekiti, kiongozi wetu, unatakiwa utusaidie. Sawa, naweza nikawasaidia. Sawa, ugumu uliopo. Mimi siwezi kusikiliza upande mmoja. Alafu na upande mwingine haupo. Sawa? Hiyo kesi yenu mimi sitaiweza. Kwa sababu siwezi kusikiliza upande mmoja. Kwa mwenyekiti, tupoteze mahali yetu. Sio kwamba mpoteze mahali yenu. Sawa? Siwezi kusikiliza upande mmoja na upande mwingine haupo. Siwezi jua mapungufu yako wapi. Labda upande wenu ndio mapungufu yapo. Mwenyekiti, tunakuomba tu utusaidie. Hapa kuna ugumu. Ugumu uko wapi? Ugumu uko wapi? Wewe unaona nimekuja nyie tu hapo. Ndio wa pili hawapo. Kumbe. Yaweza kuwa na wewe upo pamoja nao. Haiwezekani. Kwa nini unawatetea? Heshimu. Hapa ni kwa mwenyekiti sawa? Kwa mwenyekiti sawa, lakini mwenyekiti mwenyewe hamna kitu. Unasema hivyo? Unataka nikuagize vijana wangu waje wakutunze? Imetosha mume wangu. Tunakuomba mwenyekiti. Tafadhali tunakuomba. Yaani mahali yangu ibadai hivi. Tulia mume wangu. Mbona kelele sana? Tafadhali mwenyekiti tunakuomba. Sikieni basi. Ili kesi yenu ni isolve. Lazima na upande wa pili uwepo. Sawa? Sawa. Tusaidie kwa hilo mwenyekiti. Haya, naweza mkaenda. Mwenyekiti wa kijiji yo, napoteza watu bila hatia. Kijana kidato cha 6 amepoteza matumaini. Anatamani arudi kwao. Anatamani arudi kwao.
bibi mgomba, bibi mgomba, bibi mgomba. Kwa vijana wangu, kuna kesi hapa imeleta. Sawa. Na hii kesi nakukabili wewe. Kuna wazazi wawili wamekuja hapa. Wanasema umemuoa binti yao. Alafu mahali bado hujapeleka. Miezi mliyokubaliana misho imepita, lakini mahali bado hujapeleka. Shida nini hapo sasa ndugu yangu? Sasa hapo mwenyekiti, kuhusu mahali hizo. Sasa inatakiwa tuzikate kabisa. Tuzitoe? Maana hao wazazi wanazingua sana. Navyoona. Kila siku wanakuja pale nyumbani. Unahitaji mahali. Sawa kabisa. Sasa hizo mahali sina kwanza sasa hivi mwenyekiti. Una? Sina kabisa. Nikizikata hapo sasa. Tunafanyaje ndugu yangu? Kwenye kuzikata. Sasa mimi ndo mwenyekiti sawa. Na hili swala ndio wote mimi ndo talimaliza. Yes. Tunafanyaje sasa ndugu yangu? Sasa hapo mwenyekiti. Na hela za maji hapa kidogo. Kwa nikupatie. Kama shilingi ngapi labda hapo? Sasa hapo mimi ninaona kuna hii hapa kama 8,000 hivi. Eti. Yaani jina langu sikia. Hili limeisha. Limeisha ndio mwenyekiti. Kweli mwenyekiti? Usijali. Eti. Sawa. Haina shida mwenyekiti, nakuamini. Sawa. Nakuamini sana mwenyekiti. Kwa usihofu, sawa? Mama ndo haya sasa. Sio kama tunaita kesi hapo afuna chochote. Sasa mimi nitakusaidia nini? Sawa sawa. Eti kisa mahali tu hapo. Sasa hizo mahali kwanza wakikuletea utazifanyia kazi gani wewe? Si wanazichukua wenyewe. Sasa mimi nachokuomba sawa? Ndio. Yule binti yao ni mke Ulasi. Sawa? Ndio. Kuhusu mahali, hamna cha mahali tena kutoa hapo. Sawa? Sawa mwenyekiti. Wewe ushafikisha hii kesi tayari tumeimaliza. Kwa hiyo mimi nitawatuliza tu, sawa? Haya, haina shida, nakuamini mwenyekiti. Haya basi. Haya. Kijana wangu, kuwa na amani. Kila kitu kimeenda sawa. Sawa mwenyekiti, nakuamini sana. Haya. Sawa. Maana bila wewe hatuwezi kukaishi hapa kijijini. Usihofu, mimi nipo, sawa? Haya, haina shida. Mimi naenda mwenyekiti sasa. Sawa. Mwenyekiti wa kijiji yo, napoteza watu bila hatia. Kijana kidato cha 6 amepoteza matumaini, anatamani arudi kwao. Ndio pande mbili mpo, naombeni niwasikilize sasa kesi yenu. Sawa? Tunaanza na baba mkwe hapa. Haya sawa. Unaona? Ndio nakusikiliza sasa. Huyu ni mwanetu, anaitwa Witi. Sawa. Na huyu ndo mkwe wangu. Sawa. Sasa huyu kijana alimchukua mwanetu. Sawa. Alikataa kutoa mahali. Unanielewa lakini? Kwa alikataa kutoa mahali. Paka muda huu sasa hivi. Kijana. Naam. Haya ni ya kweli? Hapana mwenyekiti. Mahali chatoa zamani sana, hao wazee ni wadhulumiaji. Ha? Ndio. Wadhulumiaji? Sisi wadhulumiaji. Eti mtaani. Chatoa yani zamani sana chatoa mali. Hapana mwenyekiti. Wanataka wamchukue tu mtoto wao. Na kwa mwenyekiti niongee. Ongea. Mwenyekiti, ni kama tulivyokuambia mwanzo. Kwamba miezi 5 sasa imepita. Hatujapata hata tone la mahali. Sawa. Lakini sasa hivi anasema ametoa. Kwa nini? Naweza kumuuliza swali? Wewe muulize. Ulitoa lini baba? Mahali shatoa zamani sana, mwezi wa 4. Nilitoa mahali 500,000. Mwenyekiti yani kumbe mahali shatoka. Bado haijatoka. Kwa nini tukuletee malalamisho wakati hatujapokea kitu? Mwenyekiti hao wazee ni wadhulumiaji sana hao. Hapana. Sio kweli. Shatoa mahali zamani sana. Tulieni basi. Hili swala tunalisolve ili liishe. Sawa? Sio tena kuanza kulumbana humu. Mtaelewaje sasa?
Alafu mwenyekiti, na kugundua. Umeshaligundua kivipi? Uko pake nani? Nini? Upo na mwenyekiti na kijana huyu? Sasa mimi nachosema kama mwenyekiti wa hiki kijiji, kijana ushatoa mahali. Shatoa zamani sana wewe. Njoo, huyu ndo mmeo. Sawa? Yaani tunaendana tu usumbufu usio na maana. Kweli. Sawa? Wewe njoo kae huko. Njoo kae. Subiri. Subiri mwenyekiti. Nini? Subiri tukuambie. Kama kweli ametoa. Kwa nini unakataa sasa kuongea tu angalau na sisi tupate muda wa kuongea? Kwa sababu mahali ashatoa. Mamangu mahali ishatoka kumbe. Haijatoka. Mahali bado hatujaiona. Alafu nyewe ni wasumbufu nishawagundua. Hapana, haiwezekani mwenyekiti. Kuanzia sasa hii kesi haipo tena. Haiwezekani. Itawezekana tu mamangu. Kwa sababu nasema hivi. Wewe mwenyekiti wa hiki kijiji. Mwenyekiti chao na umekula chao kweli. Umekula chao huyu kweli? Sasa shatoa mahali. Hapana. Shatoa mahali. Hajatoa. Hao wazee ni wazulumiaji sana hao. Mimi zamani sana shatoa. Sumbana wewe wasumbufu hawa. Kijana wangu. Ndio. Usihofu. Huyu ni mkeo, sawa? Sababu mara ushatoa. Ndio. Kesi ishaisha. Wewe njoo kwa mmeo na nyie na mnaweza mkaondoka. Sawa? Mwenyekiti wa kijiji napoteza watu bila hatia. Kijana kidato cha sita. Mwenyekiti, nakwambia ukweli. Naomba nitoke basi. Nasubiri nini? Twende tu mke wangu, twende. Mzee Zeni. Twende. Mahali ushapewa. Haya, mnakaenda. Huyu mwenyekiti sio kabisa. Lakini mwenyekiti. Nini? Nikija afe beki afe kipa, haiwezekani. Haiwezekani. Mke wangu, kijana wangu. Ndio mwenyekiti. Tena. Mke wangu. Kesi ishaisha. Sawa. Haina shida mwenyekiti. Bibi mgomba usiki. Mzuri tu. Kwani dadangu? Bila samahani kakaangu. Unaweza kujua jina lako? Unaitwa nani? Nyanzara. Nyanzara. Hongera na jina zuri. Asante. Inaonekana wewe ni mgeni wa kijiji. Kweli mimi ni mgeni humu. Ndio nimekuja tu yani nipo kwa Anko Magwanda pale. Sawa. Hivi huko maeneo huko unaweza nikapata boda kituo cha boda boda. Yaani kakaangu. Boda boda yani nitakupiga simu mjini ndio nije kubebe. Kama hakuna boda boda yote. Paka mjini kabisa? Paka mjini kabisa yani. Sijui nafanyaje tu. Natakiwa tu kupiga simu mjini ndugu yangu. Sasa unaondokaje Nyanza? Sijamaliza hata kuongea. Bibi mgomba usiki. Kila siku majanga.